Wanangu, kama nilivyowaambia, yani mimi hapa mimi sitawaliwi na mwanamke. Yani mimi kwanza nikiingia pale nyumbani, akia Mungu mke wangu akiniona tu kwamba ndio huyu hapo mwanaume kaingia, yeye mwenyewe ananywea kama pigeon. Saa 2 usiku mimi chakula kishaiva. Umeona? Saa 2 usiku. Alafu kwa taarifa yako sasa, mke wangu hawezi kufanya jambo lolote mpaka mimi niwepo. Wewe kweli? Uongo huo. Acha hizo bwana. Unajua nyie sikizeni, mimi unajua nyinyi ni watu wa kujinyamlia mambo. Kwanza kwa taarifa yako, yule mke wangu kwanza mimi nikikoroma tu anashtuka, anaenda anajificha, anajifungia kwenye kitanda, anajificha na shuka. Mimi mwanaume bwana, nikiwa nyumbani mimi anaongeaga tu stories za vijiweni. Uongo bwana. Anajisifu tu. Sio kama anajisifu. Yaani mimi Haya sawa. Unaona? Lazima hawezi kufanya kitu mpaka aniulize mimi. Wewe nenda bwana. Wewe nenda. Haya sawa. Mimi yule mshikaji wangu namjua vizuri, tena namjua kisasa. Sasa mimi naenda nyumbani kwake na kula chabo na kuja kuapa mkanda mzima. Hiyo. Hivyo mwanangu, ukiamka asubuhi tu miguu yako inakuasha kutembea kama kuku. Usafi nani hujafanya? Naomba ufanye usafi. Fanya usafi bwana, usinimuumize kichwa changu mimi. Tena uleki vizuri hapa. Yule sikajitamba. Yule sikajitamba. Sitaki niongee mengi. Twendeni. Wanaomba unamisha kiuno vizuri. Unaondoka asubuhi na kanaenda kufanya usafi. Wewe unajua kuinamisha kiuno wewe? Inamisha kiuno vizuri. Inamisha kiuno vizuri wewe mwanaume. Usinitafute wewe, unajisaulisha. Inamisha kiuno. Wewe unanitafuta. Wewe unijui vizuri. Wewe unajua unajisaulisha, unajua. Inamisha kiuno. Fanya vizuri hapo. Jamani, sio kwa ubaya. Mimi nilikuwa namsaidia tu mke wangu. Kwani mtu vibaya mtu kumsaidia mke wake? Mjinga. Jamani, basi kwani vibaya tu? Sio bwana.